jua ni kali kama mnavyoona siku tunazoziishi sasa hivi ni siku za ukame, jua linavowaka. Tasawuru wewe siku 2 hujanywa maji, siku 2, na si kwamba ni maji huyaoni ama hayapo, unayaona yapo karibu, lakini umeshazuiwa tayari. Ujumbe ushatumwa, wakaweka mzingiro, mto wa Furat ukawa tena hauna access ya direct ya watoto kwenda kutumia maji yale. Kwa hiyo ndugu zangu, umekuwa ni usiku mzito kwa watu wa nyumba ya Aba Abdillah alayhi salam. Abul Fadhl Abbas ilifika pahali akawa tena hawezi kuvumilia kinachoendelea. Tayari ashaona vilio vya watoto vimekithiri, watoto wanalalamika na maji yako pale tu chini. Ni kwamba majeshi ndio wameuzunguka mto ule. Waliotangulia katika kwenye kupigana tayari baadhi washauawa. Abul Fadhl Abbas anaona mbele yake waliouawa hakuwa ni yeye tu, kwamba alikuwa labda ndo kasabuni ndugu ya al-Imam al-Hussein wa upande wa baba ameshiriki, lakini katika ndugu zake waliouawa katika uwanja ule, miongoni mwao akiwa ni Abdullah na Uthman na Jaafar, ambao ni mandugu watatu wa Abul Fadhl Abbas kutoka kwa mama mmoja. Pia nao walishiriki kwenye vita vile na wakafanya nini? Wakauawa katika vita vile. Abul Fadhl Abbas baada ya kuona yale akawa tena ashahisi tena ni uzito, siwezi tena mimi kuvumilia haya ninayoyaona, lazima nichukue action, lazima nisimame nidhibiti hali, lazima nisimame kumhami na kumkinga Abul Fadhl Abbas, kumkinga Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam. Na hapa ndipo ndugu zangu ningependa kutabarak na musiba na dhikrul musiba wa siku nzito hii ya leo ya kuondoka kwake Abul Fadhl Abbas. Insha Allah Mwenyezi Mungu atulipe ujira mwema kutokana na hudhuri hizi za vikao hivi na kuweza kuwakumbuka watu hawa maarufu watukufu ambao walijenga misingi mpaka leo hii Uislamu ukaja kusimama hapa tunapouona. Abbas alayhi salam hakuweza kuvumilia tena kubaki nyuma baada ya kuuawa masahibu wake na jamaa zake wa nyumbani, na huku anamuona Imam Hussein alayhi salam amezidiwa idadi na maadui, hana wa kumsaidia, na huku kulia majonzi kwa wanawake na kulalama kwa watoto, wakilia kiu kimemjaa. Akaamua kumwomba Imam Hussein ndugu yake ruhusa ya kutoka kwenda kupambana. Imam Hussein akamwambia, ewe ndugu yangu, wewe ndiwe mbebaji wa bendera yangu. Abbas alayhi salam akajibu, moyo wangu umekereka kutokana na hawa wanafiki, ninataka kuchukua kisasi changu kutoka kwao. Basi Imam Hussein alayhi salam akamuamuru atafute njia ya kuwaletea watoto maji. Abbas alayhi salam akaenda na kuwatolea waadhi wale watu na kuwatahadharisha kutokana na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Jabbar, lakini usia huo haukufaa. Akaita kwa sauti ya jur, ya Umar ibn Saad, huyu ni Hussein mwana wa binti ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mumeshawaua
masahaba wake na jamaa zake wa nyumbani, na hawa ayali wake na watoto wake wana kiu, basi wapeni maji wanywe, kwani kiu kinazichoma nyoyo zao. Bali huku yeye anawaambieni, niacheni niende Roma au Hindini, nami nitawachieni Hijaz na Iraq. Shimru akapiga kelele kwa sauti ya juu kabisa na kusema, yabna abi turab, lau kama ardhi yote ilikuwa maji na maji yakawa mikononi wetu, hatungewanywesha hata tone moja mpaka mtakapoingia kwenye bai'a ya Yazid. Abbas akarudi kwa nduguye ili kumjulisha, akawasikia watoto wakilia kwa sauti kutokana na kiu. Akachemkwa na ghera na hamasa ya Bani Hashim, akampanda farasi wake na kukichukua kiriba na kuelekea mto Furat. Akazingirwa na majeshi 4,000 wakampiga kwa mishale, lakini hakuwapatia umuhimu wote wala kutishiwa na wingi wao, bali aliwashambulia akiwapiga kwa upanga wake, akawa hakuna anayebaki wima. Akawakimbiza toka kwenye mto Furat na kuweza kuchota maji kwa viganja vyake ili kuyanywa, lakini akakumbuka kiu cha Imam al-Hussein na waliokuwa naye, akayamwaga maji yaliyokuwa mikononi mwake na kusema, ewe nafsi, baada ya Hussein jidhalilishe, baada yake hukuwa ni mwenye kuwepo. Huyu ni Hussein anaelekea kwenye mauti, na huku wewe unakunywa chemichemi baridi. Kisha akakijaza kiriba maji na kumpanda farasi wake na kuelekea upande zilipokuwa hema, lakini akazuiwa njiani. Akawashambulia na kuwapiga na kuwaua wengi kati yao na kuwaondoa njiani, huku akisema, siyaogopi kamwe mauti yanapopaza kuita. Zaid ibn Rukad al-Jujani akamnyemelea toka nyuma ya mtende na kuupiga mkono wake wa kulia hata kukata, lakini akauchukua upanga kwa kushoto kwake na kuwashambulia huku akisema, wallah in qata'tum yamini inni uhami abadan an dini wa an imam as-sadiq al-yaqin najlu an-nabiy al-tahir al-amin. Wallahi, mkiukata mkono wa kuume, mimi nitaihami daima dini yangu,
wala hakujali mkono wa kuume. Baada ya kuwa hamu yake yote ilikuwa kuwafikishia maji wanawake Imam Hussein alayhi salam na ayali zake, lakini Hakim ibn Tufail alijificha nyuma ya mtende na kumpiga mkono wake wa kushoto na kukata alipokuwa akipita karibu naye. Akasimama akisema, ewe nafsi, usiwaogope makafiri, bali jibashirie rehma ya Jabbari. Wakamshambulia kwa idadi kubwa, mishale ikamwagikia kama mvua. Mshale mmoja ukakipata kiriba na kukitoboa, maji yake yakamwagika, na mshale mwingine ukakipata kifua chake, na mwingine ukalipata jicho lake. Mara mtu mwingine akampiga kwa nguzo ya chuma kwenye kichwa na kupasua utosi wa kichwa chake. Akaanguka chini huku akinadi, alaika minni salam ya aba abdillah, adrikni ya akhi, alaika minni salam ya ibna Ali al-Murtada, alaika minni ya ibna Rasulillah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un.